Na siku ya leo tunaona watu ambao wameondoka majumbani mwao, wako mjini wakila maisha ya anasa. Hawajui ya kwamba maisha walionayo hayampendezi Mungu, maisha wanayoyaishi hayampendezi Mungu, lakini ndani ya mioyo yao wanajiona ya kwamba wako sahihi mbele za Mungu. Amen. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, yule mwana mpotevu alipoondoka kwa baba yake, alienda nchi ya mbali, akaenda kutapanya mali kwa maisha ya anasa. Tunapojifunza kwa habari ya neno hili, kuna watu ambao wanaishi maisha ya anasa hata leo. Kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, lakini mioyo yao imefungwa. Ni kwa sababu hawajampa Yesu nafasi ya kwanza kwenye maisha yao. Lakini mwana mpotevu alipokutwa na njaa kubwa, au alipokuwa na uhitaji, itazama huku na huku, hakuona msaada wowote kwa mwanadamu, na ndio maana akaazimia moyoni mwake, akasema ya kwamba ni watumishi wangapi waliopo kwa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, alafu mimi ninakufa kwa njaa. Yamkini kuna mtu ambaye wako kule ulikotoka. Yamkini kuna mtu ambaye umeharibu mazingira fulani kule ulikotoka, lakini hapa ulipo amani ya moyo imetoweka. Maisha yako yako hatarini kwa sababu ya matendo ambayo umeyafanya, ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Lakini jioni ya leo kuletea habari ambazo zitakwenda kubadilisha maisha yako. Hata kama ulifanya dhambi kiasi gani, hata kama ulimkosea Mungu kiasi gani, lakini yeye atabaki kuwa rehema tu, kwa sababu haangalii uovu ulionao, haangalii makosa ulioyafanya, haangalii dhambi ulioifanya, lakini anachoangalia jioni ya leo ni utayari wa moyo wako, ya kwamba umeamua kubadilisha maisha, umeamua kumtumikia Mungu, umeamua kuachana na dhambi. Ndipo tunarudi kwa mwana mpotevu. Alipozingatia moyoni mwako, akasema ya kwamba ni watumishi wangapi waliopo nyumbani kwa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, lakini mimi ninakufa kwa njaa. Yamkini unanisikia jioni ya leo, moyo wako umejeruhiwa kwa mambo fulani, moyo wako unahukumiwa kwa habari ya dhambi, moyo wako unahukumiwa kwa habari ya makosa uliyoyafanya. Lakini huyu Yesu ambaye tunamhubiri jioni ya leo, huyu ndiye atakaye kwenda kurejesha ndani ya moyo wako, huyu ndiye atakaye kufungua ndani ya moyo wako. Kama utakubali na kumwamini, atakwenda kubadilisha maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana mpotevu alikwenda kuishi maisha ya alikwenda kuishi maisha ya dhambi, lakini dhambi ilipoingia katika nchi ya Tanzania, ninamwona mtu ambaye amefungwa kwenye moyo wake, ninamwona mtu ambaye anateseka na mzigo wa dhambi, amezunguka huku na huku akitafuta msaada kwenye maisha yake, akitafuta amani kwenye moyo wake, lakini imeshindikana. Na kutangazia jioni ya leo, hakuna usalama hapa duniani kama utamkubali Yesu. Hakuna amani ya kweli hapa duniani kama utakubali kumpa Yesu maisha, kwa sababu yeye aliamua kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, aliamua kuteseka kwa ajili ya uovu wetu. Haijalishi dhambi ulizozibeba, haijalishi mateso ulionayo, lakini moyo wako umeuandaaje kwa ajili ya siku ya mwisho? Moyo wako umeuandaaje kwa ajili ya siku ya mwisho? Kwa sababu nyakati tulizonazo ni nyakati za uovu. Watu wanamwasi Mungu, watu wanamkosea Mungu, watu wanamwasi Mungu. Jioni ya leo na kutangazia mtu wa Mungu, mahali popote unaponisikia, tunaye Yesu ambaye anaweza kusamehe dhambi, tunaye Yesu ambaye anaweza kuponya magonjwa, tunaye Yesu ambaye ataondoa utasa ndani yako, tunaye Yesu ambaye atakwenda kukomesha mateso ulionayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Kibaoni, nataka nikwambia ya kwamba kipindi ambacho tulikuwa tunateseka dhambini, kipindi ambacho tulikuwa tunateseka kwenye mateso, shetani alipiga
kupiga vita. Shetani alitutesa sana dhambini, lakini Yesu alituangalia akasema, hawa ni watumishi wangu, akasema hawa ni watumishi wangu. Tunajifunza kwa habari ya Yeremia. Yeremia alipochaguliwa na Mungu kuwa nabii wa mataifa, Yeremia alijiangalia jinsi alivyo, akasema nitawezaje kufanya jambo hili? Lakini Mungu alimwambia ya kwamba usiogope kwa sababu ya maneno yao, usiogope kwa sababu ya watu hao, maana mimi Bwana Mungu wako nimekutuma juu ya taifa, nimekutuma juu ya watu wote, ya kwamba uwahubiri injili ya kweli iletayo ondoleo la dhambi, uwahubiri injili ya kweli itakayowaweka huru kwenye maisha yao. Haijalishi wameteseka, haijalishi wamefungwa, lakini habari za jioni ya leo zitakwenda kubadilisha maisha yako, zitakwenda kuinua maisha yako. Tulikuwa tunateseka dhambini, tumefanya dhambi sana, tumefanya usharobaro sana, tumefanya vitu vya dunia ambavyo vimpendezi Mungu, lakini tulipokuja kuona ya kwamba mambo ya dunia yataisha duniani, vitu vya dunia vitaisha duniani, starehe za dunia zinaisha duniani, na ndipo tukamwamini huyu Yesu. Tuliamua kubadilishwa, tuliamua kubadilishwa na kufanya watu wapya. Tumetoka gizani, hatimaye leo tunamtangaza Yesu aliyebadilisha maisha yetu, aliyebadilisha mioyo yetu, aliyebadilisha mitazamo yetu. Hata kama walituangalia vibaya, hata kama tunenea vibaya, lakini jioni ya leo tunamhubiri Yesu ambaye atakwenda kubadilisha maisha yako, ambaye atakwenda kuinua uchumi wako, ambaye atakwenda kukuinua pale ulipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana mpotevu msaada wowote kwa mwanadamu, hakuona msaada wowote juu ya mwanadamu, na ndio maana aliamua kurudi kwa baba yake. Neno hili linatufunza ya kwamba yamkini umepotea dhambini, yamkini umemwasi Mungu vya kutosha, yamkini umefanya dhambi sana, lakini Bwana anasema ya kwamba tutakapomrudia yeye na yeye ataturudia sisi. Lakini moyo wako umeuandaaje kwa habari ya maisha ya mbinguni? Moyo wako umeuandaa vipi kwa habari ya safari ya mbinguni? Unaweza ukafanya starehe sana, unaweza ukafanya starehe nyingi za dunia, lakini mwisho wa starehe zako ni jehanamu ya moto. Jioni ya leo ninakuletea habari za Yesu, habari za kukuinua, habari ambazo zitakwenda kukufanya wewe kumwona Yesu kule mbinguni, kwa sababu maisha ya anasa hayatatufikisha mbinguni, maisha ya dhambi hapa duniani hayatatufikisha mbinguni, lakini kitu pekee kitakachotufikisha kwa Baba ni utakatifu wa kweli, ni kuachana na dhambi, ni kuachana na uovu, ni kujitenga na mabaya. Mwamini Yesu jioni ya leo. Huyu ndiye atakaye kusamehe dhambi, huyu ndiye atakaye kuondolea udhaifu, huyu ndiye atakaye kuondolea magonjwa, huyu ndiye atakaye kuponya na mateso ulionayo. Hata kama ulihangaika, ulikwenda kwa waganga wa kienyeji, haukupata msaada, ulienda kwa watabiri, haukupata msaada, ulienda kwa watu mbalimbali, haukufanikiwa. Lakini jioni ya leo tukisoma maandiko yanatuambia ya kwamba amelaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Tunajifunza ya kwamba kuna watu ambao wamemwacha Mungu, wanategemea mganga fulani. Kuna watu ambao wamemkosea Mungu, wanategemea mtu fulani, ya kwamba anapokuwa na shida anakimbilia kwa mtu yule. Hakika tumaini lake kwa mtu yule, ule mzigo alionao ataondolewa. Nataka nikwambie, mganga si lolote, wala mganga si lolote juu ya maisha yako, wala mtabiri si lolote juu ya maisha yako, lakini tunaye mtabiri mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo, atakaye utabiri mwanzo na mwisho wako. Huyu ndiye atakaye kuponya, huyu ndiye atakaye kuinua. Kama unanielewa pale ulipo, mchapia Yesu makofi ya shangwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hatutaacha kunyamaza, kwa sababu Yesu tuliyembeba, huyu ndiye aliyetuokoa na mateso.
Huyu Yesu tunayemhubiri leo, huyu ndiye aliyetuondoa kwenye shida na mateso, na ndio maana siku ya leo tunakuwa na ujasiri mkubwa wa kumtangaza Kristo, kwa sababu tukitafakari kule ambako ametutoa na hapa tulipo leo ni tofauti kabisa. Lakini jioni ya leo, hata wewe mtu wa Mungu unanisikiliza wakati huo, yamkini una mateso unapitia, yamkini shida unazipitia, lakini utakapomwamini Yesu jioni leo, huyu ndiye atakaye kusamehe dhambi, huyu ndiye atakaye kuinua tena, huyu ndiye atakaye kutulia huo mzigo ulionao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ambao wameing'ang'ania dhambi kwenye maisha yao. Kuna watu ambao wanatamani kuacha dhambi, wanashindwa. Wanatamani kuacha zinaa, wanashindwa. Tukiangalia siku ya leo, kuna watu ambao kila wakilala wanaitafakari, wanawaza dhambi fulani, ya kwamba nitawezaje kulala nisipopata jambo fulani, nisipopata kitu fulani. Nataka nikwambie jioni leo, inawezekana kuishi bila dhambi, inawezekana kumtumikia Mungu kama moyoni umeamua jioni ya leo ya kwamba umeamua kuagana na dhambi, umeamua kuachana na uovu, umeamua kuachana na vitu ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Nataka nikushirikisha kwamba huyu Yesu tunayemhubiri, huyu ndiye anayeweza kuokoa, huyu ndiye anayeweza kukuponya, huyu ndiye anayeweza kukuondolea udhaifu. Hata kama umeteseka, hata kama umesumbuka, haijalishi ya kwamba shida ulizonazo, uovu uliofanya ndio utakao kutenga na Mungu. Hapana, jioni ya leo anataka moyo wa mtu uliokubali, uliopondeka, ya kwamba Baba, jioni ya leo nimeamua kuanza na wewe, nimeamua kuachana na dhambi, nimeamua kuachana na uasherati, maana nimefanya uovu vya kutosha lakini sikuona faida, nimefanya zinaa vya kutosha sikuona faida, nimefanya ukahaba vya kutosha lakini hakuna faida katika ukahaba, katika ujambazi, katika umalaya. Jioni ya leo, huyu Yesu ambaye tunasema habari zake, huyu ndiye atakaye kuondolea huo umalaya